kutafuta hela. Ngoja nikuonyeshe hela mzee anatafutaje. Taarifa zilizotufikia hivi punde, kuna upoteaji wa wanawake ambao wanapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Angalizo kwa wanawake, tusitembee mmoja mmoja, tutembee makundi, angalau hata wawili wawili au watatu kwa ajili ya kurudi kwenye shughuli zetu, ili kuepuka upoteaji wa wanawake ambao unaendelea siku baada ya siku. Na hata hivyo pia serikali ipo pamoja na sisi kufanyia uchunguzi swala hili. Mmesikia huko? Wanawake wanapotea ovyo ovyo mitaani huko. Kwa hiyo jiangalieni, msizurezure ovyo mkachelewa kurudi nyumbani mkanifanya mimi niingie kwenye matatizo. Hasa wewe hapo kivuruge, unaondoka asubuhi unarudi jioni, hujali chochote. Kwa hiyo sitaki mniingize kwenye matatizo. Hamjui nimepitia mangapi katika kuwalea nyinyi. Nimewalea nyinyi bila baba, nimewalea mimi peke yangu. Kwa hiyo mjue kitu kimoja, nawapenda sana wanangu, sitaki yawakute mabaya. Tumeelewana? Asante kwa kunipa majeraha na ugulia na nitapona. Shikamoo babu. Marahaba mjukuu wangu. Jambo? Si jambo. Mama kasema kuna kazi anataka akupe. Kazi gani? Ukapalilie miogo shambani. Sawa. Hapa nafanya mpango wa kula, nikimaliza kula basi mimi nitakuja. Kalima kapanda mbegu kwenye shamba lovuna wenzangu, kajitoa sadaka kwa kile kidogo pate mwenzangu. Umbe shukrani ya punda waga mateke, mapenzi yanakuwa gasili, ila wewe uliyatoa kote kote. Kama mwanzo ulijua sina pesa za kukizi. Bwana kwaje mwanangu? Fresh mwanangu, naona umenicheki nini, ulikuwa na shida kukutana na mimi, afu naona tumekutana hivi umewaka nini, macheni mabeli. Mwanangu umepiga kepu fulani hivi, afu ndani ukapiga na kitambaa, afu hapa katikati hapa umepiga bwanga fulani hivi. Sijasema uko chini sasa. Umekula waisilimu nyama 90 mzee. Unataka tuka bang bang nini mwanangu, unapati? Na vipi kuhusu na Mwinyi mwanangu? Sikute saizi huko mtandaoni ushajitupia, wana like na comment tu. Baruza humo mwanangu, unatuwakilisha vibaya huko na Mwinyi. Nipe ripoti. Unajua nini mwanangu? Ukiwa mwanachuo lazima ubadilike. Kwa hiyo haya masuala ya macheni kupendeza ni kawaida. So siwezi ni hivyo kwa na Mwinyi na hivyo kuja chuo niwe vile vile, uongo. Simeelewa. Yaani siwezi mipae chuo na waka mwanangu mpaka watu wanajua mimi niko mwaka wa 3. Simeelewa. Kwa sababu gani? Najipenda. Na watu wakitaka wananiangalia hivi wajua kabisa dogo anajipenda. Kama ulivyoniona wewe leo umenishangaa. Simeelewa. Ila na kuhusu na Mwinyi, comment zao naziona mzee. Na mimi napita mule. Yaani nikiona comment yake amesema hivi, kesho napita mule. Nataka niwakilishe vyema. Simeelewa. Mpaka wao pia wasome, watamani kuja chuo. Sababu unaona lazima mbadilika hivi na hivi. Unajua mambo kama haya. Kwa hiyo yani masuala ya kudrip haya mwanangu ni kawaida sana. Mkubwa, mimi kwa majina naitwa Henry. Katika pitapita zangu za mtaani nilikuwa natafuta kazi. Ila kuna jamaa akaniambia kuna bosi yupo, yeye huaga ana vijana wake anasambaza maji ya kandolo mpaka mitani. Unaweza ukaenda labda atakusaidia. Akanielekeza nije kwao. Kwa hiyo mimi nipo hapa kwa ajili ya kuomba kazi. Kama itawezekana, naomba niwe mmoja wapo wa vijana wako wa kazi. Kwanza umekuja wakati sahihi, wakati mzuri kabisa. Sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa natafuta vijana kwa ajili ya kufanya kazi ya kandolo. Na vijana wangu hapa ambao wameenda kusambaza maji, lakini nilikuwa nataka niongeze vijana wengine. Kwa hiyo kwanza umekuja wakati sahihi. Lakini pia kazi umepata. Sijajua pia wakati gani upo tayari kuanza kazi, kama ni leo, kama ni kesho kutwa, ili kazi zifanyike. Mika mkubwa, kwa jinsi nilivyokuwa natafuta kazi, kwa sababu nimehangaika sana mtaani, naokota machupa kilo 1, kilo 2, na kwa pesa napata, lakini haikizi mahitaji ya familia yangu. Kwa unaponiuliza habari za muda, hata sasa hivi ukitaka mimi nipe kazi na anza. Okay, sasa mimi nafikiri itakuwa vizuri upate muda kujiandaa kesho asubuhi na mapema tuje kuanza kazi ili ukutane na wenzio, kwa sababu sasa wenzio umeenda kufanya kazi. Kama mkubwa, mimi nikutoe hofu. Kwa jinsi nilivyokuwa nateseka mtaani kwa ajili ya kutafuta kazi, alafu leo nimepata kazi. Saa 12 asubuhi mimi nipo hapa. Mzee yule si hajasoma yule.
Mzee kitabu akipo ujue kichwani. Kwa hiyo cha kufanya siku moja unamcheki kwanza. Wewe mzee, huko Asembo imeibiwa. Mtumie kama 500 hivi, tuna mchango, tunatakiwa tuchange wanafunzi wote. Mzee anatuma yule. Mzee mwenyewe mwanangu kanipambania sana. Simeelewa. Kwa hiyo siwezi mimi nikampiga vizinga kama hivyo, angalia kuwa mazingira mtaani nafanyaje? Nayaelewa. Alafu wewe mwanangu mara ya kwanza nakuja hapa umenishauri vizuri tu kwamba nisome. Sasa hivi unaniambia mwanangu nimpige kizinga mzee. Mwanangu wewe kweli unacheza kitu hapo. Sema tuachane na hayo mzee. Yaani mimi mpaka nakucheki hapa na shida hii moja. Shida yangu kubwa mwanangu, mimi nimeishiwa pesa. Ile pesa yote alionikabidhi mzee mwanangu, si unajua tena mwaka wa kwanza nimekuja nimeseti mazingira, pesa imeisha. Sema kwa jinsi ulivyowaka hapo, mimi nilijua tu lazima bumu hiyo imekata. Sema usiwaze mwanangu. So swala ni mimi mwenyewe nilikuwa na akiba yangu. Nilikuwa nataka niende nikanunua hadi diski. Movie zote pale tayari zishajaza hadi diski, zote zipo wino mwekundu. Yaani ninavyokuambia sasa hivi ndio zimejaa kinoma. Wewe ulikuwa na shida ya kiasi gani ili nikwazime? Najua wewe utanirudishia siku so nyingi. Mimi mwanangu hapa nataka ukanizingatia laki tu, mimi nanitosha. Baridi, mimi najua wewe siku so nyingi utarudisha, japokuwa sio mpunga huu. Mpunga wote huu ulikuwa kwenda kununua diski. Sema kwa kuwa wewe ndugu yangu bwana, tumetoka sehemu moja, ngoja nikupatie kama laki hivi, najua siku so nyingi utanirudishia wewe. Si mjanja shule, usikute tayari una madili yako, unauza hata nguo nini. Hii hapa mwanangu. Sema nini? Mimi nilikuwa naelekea Kariakoo, ila ulivyonipigia simu wewe nikagairisha kwenda Kariakoo, itabidi nikucheki wewe kwanza kabla sijaenda kutumia hela. Sema kwa kuwa nimekusave hapo, mimi ngoja nitembee mwana. Au vipi? Najua mimi sina sura ya usafi ya kufanya wewe unipende. Ndio maana unapuuza hisia zangu hizi. Labda sijapiti nafasi ulipotaka ufike, sikufikishi. Ndio maana ukapuuza hisia zangu, ona. Usiku na wewe seka, sirai mimi nateseka. Bado nazo picha. Oh Tom. Nilikuwa nakupiga simu yako na upokee, nikaamua nikufuate huko kwa nyumbani kwenu. Unajua nini? Jana nilikuwa niko hangover kinoma yani. Nilikuwa na watoto wakali hivi kama wawili, tunajua. Si unajua weekend. Kwa katika kulala ndugu yangu piga bigiri 3, nikazima moja kwa moja. Nimekuja kushtuka mwanangu, too late kinoma. Kwa nilivyoona miskoli nikangoja nikimbie chapu nikuwahi kaka. Wewe tena ukipata vipesa kidogo tu nataka uanze kulewa, pombe, mademu nini. Unapenda anasa wewe? Mimi mwenyewe sina habari na hivyo vitu kabisa. Sema sasa tuache hayo. Una mchongo mwanangu nikupe hapa. Mchongo gani tena? Kama ule wa siku ile, lakini inaonekana hii hata pesa zake nitakulipa mara 3 yake. Sasa mimi nashida mademu kama 3 hivi. Watoto fulani wateke hivi, yani wadogo yani wachanga kwenye shughuli zetu. Sawa. Hilo halina shida. Ila changamoto ni hii moja. Yaani sio kwenye maredio, ma-TV, polisi mpaka ulaiani. Tetesi na taarifa za upotevu wa wanawake zishajulikana. Kila mmoja anazifahamu bro. Kwa hiyo hii kwetu itakuwa ni tatizo, itakuwa ni shida. Labda tubadilishe mbinu ya kufanya kazi. Sawa, tunafanyaje sasa kaja kazi wangu? Wazo langu ni hivi, inabidi tuwatongoze hao wanawake. Tena sio kuwatongoza, tutumie hela nyingi sana kwa kumvisi wakubaliane na sisi. Sio, umenielewa hapo? Na maanisha tuwadanganye kama sisi tunahitaji kimapenzi. Halafu then tutafanikisha kazi yetu. Yaani tusiwateke kinguvu kama tulivyokuwa tunatumia awali. Ila hawa mabinti haitakiwi tuwapeleke gesti wala mazingira ya nyumbani kwetu. Inatakiwa tutafute nyumba nje ya hapa. Na maanisha polini huko, hata kama ni kijijini. Kali! Halafu then tufanye upuuzi ambao tutakatufanya. Tom, ndio maana mimi nakukubali. Nakukubali sana. Kwa sababu huwa unanipa ushauri mara kwa mara. Yaani kama ni chawa, wewe ni chawa wangu. Yaani swala la nyumba, mbona swala dogo sana. Yaani mimi nitatenga kamioni 3 hivi za kwenda kutafuta nyumba huko nje ili ya kufanya jambo letu. Okay, sawa. Mimi niko na changamoto ya 500 sasa hivi. Nilikuwa na majambo yangu nataka kuyatatua bro. Jana nimemaliza hela zote. Lakini pia
Sitaki unitumie tena hela kwenye simu bro. Nataka unipe cash. Kwa sababu kwenye simu makato yanakuwa makubwa sana. Si unajua ile ikiwa nyingi bro, makato yanaongezeka na kwa makubwa. Nakosa kula la ya pesa yangu ndugu yangu. Usijali. Mimi nitakupa hiyo pesa lakini sitokutumia kwenye simu. Tuenzetu kwenye gari ukachukua. Fresh, tunaweza tukaenda. Asante, asante kwa kunipa majeraha na ugulia na nitapona. Asante, asante, umenifunza mengi mabaya. Asante kwa kunipa majeraha na ugulia na nitapona. Asante, asante, sina roho mbaya. Samahani kwa usumbufu wangu. Unajua toka unatoka hivi nilikuwa nakuangalia nasema bonge la pisi. Lakini nilipokuja kukuona ndo nimegundua kwamba wewe ni mzuri zaidi. Okay, shida yangu ni moja tu sababu unajua saizi tusitaki kuzunguka sana, hapa ni mjini, sawa? Kweli bwana mimi nimetokea sana kukuelewa. Japo nimekuona sasa hivi, unajua moyo tena. Na kuona sasa hivi na pia nimekupenda hapo hapo. Unaniona jinsi nilivyo? Ya, nimekuona na ndio maana nikakusimamisha. Umependeza, umevaa vizuri. Yaani juu mpaka chini tu. Hapo nahisi kwenye 80, 70 hivi. Utaweza kunihudumia? Mimi kuhusu kukuhudumia wewe ni jambo la kawaida sana. Yaani mimi mwanamke nikishampenda niko lazima nitoe chochote kile ili mradi tu nimridhishe. Na wewe tayari umeshakukuta ni mtu ambaye unajipenda, unajisamini. Kwa hiyo siwezi nikakufubaisha. Hapo tu nimekusimamisha kwa dakika 2, sawa? Lakini nataka nikuonyeshe jeuri ya pesa. Na hapo ndipo utaamini kwamba mimi nikimpenda mwanamke huwa nagaramia. Kuna kiasi hapa, ngoja nikuachie kidogo. Shika hii. Asante. Hiyo hapo kwa ajili tu dakika hizi 2 ambazo umepoteza kunisikiliza. Lakini sasa nahitaji tuondoke tuende nyumbani. Basi sawa. Hamna shida, tusichelewe maana kuna sehemu na wahi. Sasa karibu sana. Hapa ndo nyumbani kama unavyoona. Mazingira ndo kama hapo nini. TV kubwa nini, usimuona nilivyojipata. Nikwambia mimi sio mtu wa masiara ni napambana sana. Unajua hapa mjini kuna vijana wengi tu maisha kama haya wanayasikia tu kwa watu. Ila ukiona umri kama wangu mimi nini, ghetto kali nini, jiko nini, kwa hapa tu ukiamua kupika, unapika muda wote, sauti unakuja. Sababu naishi mwenyewe. Umeelewa? Ile TV nimenunua mwenyewe. Yaani kila kitu unachoona huko ni mimi mwenyewe. Umeelewa? Kwa hiyo muda wote saa wote kujisikia kuja, unakuja tu. Sema tusipoteze muda sana kwa sababu si umesema kwamba kuna sehemu nataka uende. Basi tumalize kilichotuleta. Kila mtu apite hivi. Sio siri dhahiri, mwenzako nakupenda usinikili. Leo mbele za watu na akili, umeniteka moyo na mwili. Sio siri dhahiri, mwenzako nakupenda usinikili. Leo mbele za watu na akili, umeniteka moyo na mwili. Na pesa inatafutwa ona, basi kutapata tu mama. Cha msingi hapa kuvumilia sana, mara mwenzako ndo napambana. Na pesa inatafutwa ona, basi kutapata tu mama. Cha msingi hapa kuvumilia sana, mara mwenzako ndo napambana. Mapenzi, mapenzi, mapenzi yako, mapenzi yanafanya napanga mwenzako. Mapenzi, mapenzi, mapenzi yako, mapenzi yanafanya